Kwa hiyo kama nilivyokuambia, ile siku ambapo unazaliwa mwana wa Mungu huwa inamata sana. Ni nani wanakupokea, lakini ni nini kinafanyika hiyo siku unapozaliwa. Huyu mama aliweka nadhiri kwamba atamtoa mtoto wake kwa Bwana siku zote. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, wewe hujui ulitolewa wapi, mwana wa Mungu. Mungu akitupa neema tutaendelea zaidi na hili somo, lakini kwa muda wetu tutaishia hapo. Kuna vipengele na kuna vitu ambavyo ningeweza kukutajia, tutapata wakati mwingine. Lakini nataka ujue kwamba haujui wewe ulitolewa wapi, mwana wa Mungu. Wakati unazaliwa ulikabidhiwa wapi? Kwa hiyo ni lazima ujue kushughulikia hichi kitu. Ni lazima ujue kuitumia damu ya Yesu ili uweze kupona. Kama kuna ugonjwa, kuna shida, kuna mateso ambayo yanakuwa yanakusumbua muda mrefu, mwana wa Mungu, jioni ya leo kupitia damu ya Yesu Kristo tunaenda kukata hizo connection, tunaenda kukata huo muunganiko, tunaenda kuvunja hizo madhabahu na tunajitenganisha na hizo madhabahu, tunajiachanisha na hizo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama waliwatoa watoto wao kwa mashetani, wewe utasema mimi nimeingizwa, nimehamishwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake, lakini kupitia damu ya Yesu Kristo, kwa lile neno la Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 kwamba nimenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Lakini pia kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11 utasema nao wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unamshinda shetani, unazishinda hizo madhabahu, unaziharibu, unazibomoa. Yesu Kristo apewe sifa. Basi naomba tukasimame wakati huu tunapoenda kuomba. Mtu wa Mungu, wewe ndio unayejua shida yako. Wewe ndio unayejua ni nini ambacho unakipitia. Lakini pia yamkini umekuwa ukiziona na kuota ndoto uko kule kijijini kwenu, kuna vitu unafanya. Hizo sio dalili nzuri. Nilikuwa nataka kuendelea hapo mbele, lakini tutafundishana wakati mwingine. Ziko dalili za kujua kwamba unamilikiwa na hizo madhabahu. Ziko dalili ambazo zinaonyesha kwamba wewe unasumbuliwa na madhabahu za kwenu. Dalili mojawapo ni kuota ndoto uko kule kijijini kwenu. Usiku unaota ndoto kwamba uko kijijini kwenu, na kuna baadhi ya watu wa kijijini kwenu unawaona. Kuna vitu unaviona, lakini pia kujikuta una mavazi machakavu yamechakaa uko kule kijijini kwenu. Manake unaonyeshwa umewekewa mpaka katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Hutavuka, kwamba huyu mtu hatavuka. Na unapovuka, mwana wa Mungu, nataka nikuambie, ukiwa huko kwa Yesu ni vita, ni kushindana, mtu wa Mungu. Na ukiona unaishi kwenye maisha haya hauna vita, hakuna vita yoyote unashindana nayo, hakuna kitu unapigana nacho, basi ujue wewe ni mwepesi kwa adui. Yaani ukiona hakuna vita yoyote ambayo unakutana nayo kwenye eneo lolote lile, basi ujue wewe ni mwepesi sana kwa adui. Wale watu wa Mungu ambao Mungu amewaita, adui huwa anawaogopa. Kwa hiyo huwa anaachilia mateso, anaachilia mambo fulani ili kuwatishia. Kwa hiyo usitishike, na yamkini utakapotoka hapa usiku wa leo, ziko ndoto utaota, kuna vitu utaviona kwenye ulimwengu wa roho. Usinyamaze wala usije ukakaa na hiyo hali. Sema ninavunja hizo madhabahu, ninavunja hiyo miunganiko. Bwana asifiwe. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuinulia mikono. Ninakuinulia mikono. Asante kwa neno lako. Asante kwa neno lako. Kwa maana nimetakaswa kwa neno lako. Nimetakaswa kwa neno lako. Nimeijua kweli jioni ya leo. Nimeijua kweli jioni ya leo. Ninaziendea sasa madhabahu za kwetu zilizonishikilia. Ninaziendea sasa kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu ninazivunja madhabahu za miungu ya familia yetu. Ninazivunja hizo madhabahu za ukoo zinazonifanya nisimtumikie Mungu. Ninazivunja hizo madhabahu za ndoto mbaya. Ninazivunja madhabahu za umaskini. Nazivunja madhabahu za utasa, kwa maana imeandikwa hakutakuwa na tasa. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ninaziharibu hizo madhabahu. Ninaziharibu hizo madhabahu. Nenda karibu madhabahu, wewe ndio unayejua kinachokusumbua. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, imeandikwa nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Ninazikanyaga sasa madhabahu za giza, madhabahu za ukoo zilizokuwa na nguvu kwenye maisha yangu, zikinizuia kwenye eneo la utumishi, zikinifanya nisiwe mtu yule Mungu aliyenikusudia. Kwa damu ya Yesu Kristo
zikinipa utambulisho mbovu, zikinipa utambulisho mbaya, kwa damu ya Yesu Kristo ninavunja huo utambulisho, ninaharibu huo utambulisho kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa kuwa imeandikwa, kwa kuwa imeandikwa, Ufunuo sura ile ya 5 mstari ule wa 9, ya kwamba Mungu alitoa Yesu Kristo akatununua sisi kwa damu yake. Nami nimenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo, mtu wa kabila langu, nimenunuliwa kwa damu ya Yesu, nikahamishwa katika ufalme wa Yesu Kristo, ufalme wa mwana wa pendo lake. Katika jina la Yesu. Rabashaka sakapata rika panderebo sikarabashata. Ninavunja hizo madhabahu sasa, naziendea madhabahu za ukoo, naziendea madhabahu za miungu ya familia, magonjwa ya kurithi kwa damu ya Yesu Kristo. Navunja hayo magonjwa ya kurithi, navunja hizo madhabahu kwa damu ya Yesu. Kama walitoa sadaka za giza, kwa damu ya Yesu Kristo, wakianena maisha yangu, wakilinena jina langu, ninavunja kwa damu ya Yesu Kristo, ninavunja kwa damu ya Yesu. Naiachilia sadaka ya damu ya Yesu, naipeleka sadaka ya damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, naipeleka damu ya Yesu Kristo. Hata wale wanaofuatilia kupitia mtandao, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, ninavunja madhabahu zilizowatesa, navunja madhabahu zilizowasumbua, naharibu hizo madhabahu zilizowazuia kupata watoto, navunja hizo madhabahu zilizowazuia kufanikiwa, navunja hizo madhabahu za magonjwa, navunja hizo madhabahu za utasa, navunja hizo madhabahu za kutokufika elimu za juu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tunajifungua kwenye hivyo vifungo, magonjwa ya vichwa, magonjwa ya kuumwa vipanda uso, ninaharibu kwa damu ya Yesu, ninaharibu kwa damu ya Yesu. Kila ugonjwa wa kurithi kwa damu ya Yesu Kristo, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ninaiachilia damu ya Yesu sasa, iende ikasachi kwa damu ya Yesu, kwa kila mtu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa kila mtu kwa damu ya Yesu Kristo. Kila aliyekuwa anapitia teso la namna yoyote, pasipo yeye kujua ya kwamba ni madhabahu iliyoko nyuma, ninaondolea uhalali hiyo madhabahu kuwa na nguvu juu yake, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Iko damu ya Yesu inayonena mema, iko damu ya Yesu inayonena mema. Itumie damu ya Yesu sawa sawa, tumia damu ya Yesu Kristo kuondoa uhalali wa adui, kuyatesa maisha yako, kukamata maisha yako, kuachilia ndoto mbaya kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakata kila connection na miunganiko mibaya katika ulimwengu wa ndoto. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo katika ulimwengu wangu wa ndoto. Hawataniingilia kwenye ndoto, hawataleta mawazo mabaya kwenye ndoto, hawataleta uharibifu kwenye ndoto, hawataleta uchafu kwenye ndoto kwa damu ya Yesu Kristo. Hawatavuruga ulimwengu wangu wa ndoto, hawataachilia ndoto zao mbaya kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Rabashaka sanda rebobobo shikarabakoria rika sanda rabosheke rika sata rabosheke rika shanda raboshika, kwa damu ya Yesu Kristo. Hapo ulipo mwana wa Mungu, shika kwenye kitovu chako, shika kitovu chako kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninavunja sasa kila agano la giza, ninavunja kila agano na patano la giza ililofanyika wakati mtu huyu anazaliwa. Ninalivunja kwa damu ya Yesu Kristo. Kila muunganiko kwenye hicho kitovu, ninavunja hilo patano la giza, hilo patano la kichawi kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaharibu hilo patano la kichawi kwa damu ya Yesu Kristo. Kupitia kitovu walioachilia mabaya, walipoachilia magonjwa, ninaharibu hiyo connection, ninaharibu kwa damu ya Yesu huo muunganiko na hiyo madhabahu kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninavunja hiyo madhabahu kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo kwenye ile siku alipozaliwa huyu mtu, ninaachilia damu ya Yesu Kristo kwenye ile tarehe aliyozaliwa huyu mtu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninavunja hilo patano la giza, ninavunja hilo agano la giza, hilo agano la kutokuzaa, hilo agano la kutokupata mtoto. Ninalivunja hilo agano kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Kila uhalali waliokuwa nao kukalia hivyo vitovu, ninaondoa huo uhalali kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Omba mtu wa Mungu, omba. Kata kila agano la giza, kata kila agano la giza katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. O rabashaka satarabosike rika shenderebosika tarabashaka reka rabashanda rabosike riko sanda rabashekenderebo, kwa damu ya Yesu Kristo.
tunang'oa kila mapando ya giza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunasimama na neno la Mungu katika kitabu cha Amosi 9, hizo madhabahu zote ambazo zina muunganiko na maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo tunazibomoa. Imeandikwa vipige vizingiti hata vikatikisike, kwa jina la Yesu Kristo. Imeandikwa nami nitamua mtu wa kwanza hata wa mwisho, au wasimamizi gatekeepers katika ulimwengu wa roho. Tunawaangusha, tunawapiga kwa jina la Yesu. Tunawapiga kwa jina la Yesu. Tunawapiga kwa jina la Yesu. Tunawapiga kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Manuizo yote walionuiza wakasamon majina yetu katika hizo madhabahu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mapatano waliopatana kinyume nasi, kwa jina la Yesu. Imeandikwa kila silaha itakayofanyika itashindwa, kila ulimi utakaoinuka kwa ajili ya hukumu utahukumiwa kwa mkosa. Hivyo kila ulimi uliotamka spells, uliotamka incantations katika ulimwengu wa roho, ninasimama kwa jina la Yesu. Ninavunja hayo maneno, ninayaharibu kwa jina la Yesu Kristo. Ninawapiga upofu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninawapiga kwa tauni kwa jina la Yesu Kristo. Ninaimwaga hasira ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Ninawapiga kwa pigo la mwisho ambalo lilimfanya Farao akawaachia wana wa Israeli hata wakaiendea nchi ya ahadi, kwa jina la Yesu Kristo. Hawatashikilia hatima yangu, hawatashikilia lango la ndoto, hawatashikilia kwa jina la Yesu Kristo. Piga makofi, mshangilia Bwana kwa makofi na vigelegele kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa ajili ya ushindi katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa katika wewe tunashinda na zaidi ya kushinda, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana Yesu.